Ya, mambo vipi? Kama hujasubscribe kwa channel yangu kumbuka usubscribe. Leo nimeamua nitoke nyumbani niende nikanunue kitabu kingine kinaitwa 48 Laws of Power. 48 Laws of Power. Hiki kitabu kinaongelea mambo ya kuheshimu kazi, kuheshimu ukubwa wako wa kazi, mambo mengi sana ya kazi sana. Sasa hiki kitabu si cha wale watu ambao hawapendi kunyenyekea. Hiyo ndio moja unatakiwa ujue. Kama upendi kunyenyekea, hiyo kitabu sio yako. Hii kitabu inakufunza unyenyekevu. Kama uwe mnyenyekevu, kama ujue humble yourself. Ujue niliambiwa hii kitabu kama unataka uwe good leader and excel, lazima usome hiyo kitabu. Sasa nikasema mimi ni nani? Leo ngoja nikaitafuta kitabu yenyewe na nikainunua. Na hii kwanza tu shout out kwa rafiki yangu mmoja anaitwa Benedicto Mbugua. Ni jamaa mmoja ambaye tuko naye tunafanya vitu ambavyo Mungu anasaidia na ana support hustle. Ikiwa anahitaji mahali ninaposaidiaga, ananipigia simu na msave. So shout out to Benedict Mbugua, Mr. Mbugua mwenyewe. Sasa kingine ni kwamba katika maisha ujifunze kwamba Mungu alikupatia unachokifanya kwa sababu. Huu ni ukweli ambao Chimakeke anaambiaga watu sana na hawataka kusikiza. Vijana wengi hawapendi kusoma. Na bila kusoma hakuna linaloendelea. Lazima usome, lazima ujifunze kusoma. Lazima ujifunze kusoma. Mimi nakumbuka nilikuwa najifunza Kizungu. Nilikuwa na ochi BBC London. Kwa Mr. Sangito Ngira pale Meru Ambureni. Huyu jamaa nilikuwa ananiacha hapo nikiochi BBC yangu kuanzia saa 4 mpaka saa 7. Wananipata nimelala mpaka asubuhi na bado TV iko on. Lakini bado walinivumilia wakijua huyu jamaa ako na ndoto na hizi ndoto zake ni kujifunza Kizungu. Akishajifunza Kizungu aende asaidie familia yake na asaidie watu wake. Na walinishikilia sana. Kwa hiyo mimi nilijifunza Kizungu yani ile kuanzia standard 7, sababu unajua Tanzania shule zetu zile bana Kizungu ni shida, Kizungu mkuti. So wewe usio na shida kama ujui, lakini kikubwa ni kwamba una moyo wa kujifunza. Unaweza kuachia watu kucheke. Unaweza kubali kuchekwa. Sababu hiyo ndio kitu kingine, nataka ukubali kuchekwa, sababu usipokubali kuchekwa then inakuwa sio. Lazima kubali kuchekwa kwamba watu watakucheka, watu watakuchekelea, watu wataona kwamba umefanya broken English. How did you do the broken English? Na wewe ni mtu ambaye labda ulienda shuleni. Lakini yote na yote kubali. You speak that English, no problem. Speak it out. Ongea kutoke. Na kingine kulikoni uombe pesa, omba connection. Hilo ni jambo ambalo watu wengi hawajui. Ni bora uombe connection, sababu ukipata connection na mtu anaweza akachukua simu yako saa 6 saa 7 za usiku sababu ya connection. Yani jambo moja ambalo si watu wachache sana wanaweza wakalifanya. Ukiomba pesa na badala kuomba connection, then you are in a big problem. Lakini unatakiwa na connection kwamba unajua nikipiga simu moja naweza nisaidika, nikipiga simu nyingine naweza saidika, au nikipigiwa simu naweza nikamsaidia mtu mwenyewe. Lakini kama hauna connection, unakuaga tu kuomba, maisha yatakuwa ngumu. So tafuta connection. Kikubwa ni utafute connection, ujuane na watu. Kuna mahali unaweza ukawa upo, unahitajika kusaidika, na anayekusaidia ni mtu ambaye connection utakuwa umeitengeneza. Usinione mimi nilishia form 4, lakini siku hizi na katika embassy zetu pia wameniweka. Kuna mahali niko mahali pale, wanajua kwamba mtu fulani anakuaga anasaidia. Na hilo ni jambo ambalo hatakiwi ulichukulie lightly sana, sababu your level of education doesn't matter, but here how do you take things? Unawezaje kujifunza mapema, unawezaje saidia watu, unawezaje solve problem in the society. Kama wewe ni mpishi kama mimi napenda sana kuongelea upishi, sababu upishi ndio nao ufahamu sana. Kama wewe ni mpishi, ikitokea shida unawezaje kusolve problem? You have to be a problem solver more than a problem maker. Hilo tu ndio itakuwa imekusaidia
yani uweze kufanya solution. Vovote vile fanya solution. Kama uweze kufanya solution, then utakuwa unakosea sana katika maisha yako. Na najua video zangu nimekuwa sizitoi sana. Ni kwa sababu ya kazi, mniwie radhi kwa sababu saa zingine unaangalia ni wapi pesa zinatoka zaidi. Na unapata kazi inaleta pesa zaidi, kwa hiyo tunavumilia na tunaiacha kazi ifanyike, sababu ndio inaweza tuwekea mchele na chakula mezani. Na leo nimeongea sana, lakini kama kwanza hujanunua t-shirt za Chimakeke, ukumbuka ununue. Nenda pale nunua Chimakeke toka Magetoni ndio logo. Alafu pia usisahau kunisupport kwa Zablon Loy Show. Nunua t-shirt zangu za Mungu Anasaidia, ziko na logo yangu na suri na tilia saini pale. Niwe na t-shirt zenye sign. Mungu Anasaidia t-shirts ziko na sign. So zikitoka tu mtakuwa kwanza watu wa Bahrain kuziona na kuzitest na kuzivalue na kusema zinakaaje, sababu ndio ziko dukani tunafanya mambo China na mimi tunapelekana hapa na pale. So zikitoka mtakuwa kwanza kuzipata, si ndio? Watu wa Bahrain, si ndio? Mmekubaliana na hilo? Na shukrani sana kwa support kwa watu wangu walioko pale London, waliopo America, na wale wanaoni watch sana kutoka Kenya na Tanzania. Nawashukuru sana na Mwenyezi Mungu awabariki na muendelee kunisupport hivyo. Endeleeni kuwatch video zangu, niendelee kwa inspire. Na kwa wale wanaotafuta kazi, kumbukeni kazi zinapatikana, lakini kuwa na connection. Tafuta wale watu walioko on ground na uwe nao connection. Then ikitokea chance ya kazi, uwe wa kwanza nayo kuipata, ili uje uhaso kama watu wengine wanavyo haso. Na uwe na open mind. Ili utakapofika huku, kama ulianza na 30k, uweze kufikisha iwe 100k, uweze kufikisha iwe 200k. Si kwamba unafika na 100 na 30k unaanza kulalamika mwaka wa kwanza. Kulalamika kupo, lakini si kwa mwaka mzima unalalamikaga wewe, unakuwa tu mtu wa kulalamika. Hapana. What do you do about it? Unafanya nini kuhusu hiyo malalamiko yako? Wewe unalalamika sana. Unafanya nini kuhusu malalamiko? Ni nini unachokifanya ambacho haya malalamiko yako yatakwisha? Wewe kama tu unalalamikaga, nalipa 30, kampuni siipendi, siifanyi. Hiyo kampuni umeonyesha kwamba unaweza kufanya zaidi ya 30, wakataka kukupa. Hapana. Kwa nini unalalamika? Why? Mimi najua tu mengi ya yote. Kama wewe ndio wa kwanza ndio kufika kwa hii channel wa kwanza, kumbuka hii ni Zablon Loy Show nikiwa hapa Bahrain, na support hustle, si ndio? Mwenyezi Mungu awabariki, and see you on the next video. Na nitakuwa na upload video mingi sana nowadays. Nitajitahidi hata kwa siku nitoe video 5 hapo YouTube. Ni 5 kwa siku. Tupige 5 mpaka tufikishe video zile tulikuwa tumepanga kwa mwaka tutafikisha, si ndio? Mungu awabariki na muwe na siku njema, mbarikiwe. God bless you.